Ramadan Karim wa saumu maqbul. Ramadhan imekaribia na khatibu atakuwa hajachunga vichwa vya watu wala akili zao na hisia zao. Kama hotuba ya leo hatozungumza kuhusu maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu ni juma lijalo tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, ya Rabbi tufikishe Ramadhan bisiha wal afia, tuifunge Ramadhan na tuweze kumaintain na kucontrol na kufanya kazi na kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikhwata al-iman, happiness ya hali ya juu kabisa ni mtu kuisubiri Ramadhan bifarigh as-sabr. Kama wewe ni Muislamu wa kweli, utaona moyo wako unabadilika na furaha kubwa, uko pale unaisubiri Ramadhan, kwa sababu mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao ni tofauti sana na miezi yote na upo mwaka mara moja. Kwa hiyo kama unakuja na uko karibu kwa staili kama ulivyokuwa karibu leo, basi nyoyo za Waislamu zinaanza kumemetuka, kufurahika kwamba Ramadhani hiyo inakuja. Msimu, si msimu tu, very high season. Kama katika mambo yetu kuna kitu kinaitwa season, msimu wa kuvuna, basi Ramadhani ni zaidi ya msimu wa kuvuna. Tuipokee Ramadhani kwa staili njema. Lakini leo sitoizungumzia Ramadhani, nitazungumzia tembo, ndovu ambaye yumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna siku nilipojiunga katika chuo fulani kwa ajili ya masomo katika marhala thanawiya, alikuja mwalimu akawapa darsa wanafunzi wake. Huyu mwalimu alitaja kisa cha Imam Malik ibn Anas, imamu Dar al-Hijra. Imam Malik ibn Anas ni mwanafunzi wa Nafi', Nafi' ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ni mwanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad. Anasema huyu shekhe aliyetupa kisa hiki ambacho alituona kwamba sisi ni wanafunzi wapya, tumekuja kujiunga na chuo tukiwa wapya, kwa hiyo tumefuata pale kusoma. Akatuambia Imamu Malik alikuwa na wanafunzi wake anawasomesha. Wakati anasomesha kukatokea kelele mtaani, alfil, alfil, jamani, ndovu, tembo, ndovu, ndovu mtaani. Na watu wa Madina si kawaida yao ya kuona wanyama kama hao, na wengi hawamjui tembo. Sasa anatajwa kwamba yuko mitaani. Unajua sisi hapa Unguja na Pemba yake ni nadra huambiwa kuna simba au katika wale wanyama kama giraffe na wengineo hawapo. Hatutoshangaa tukisikia amevuliwa samaki ana uzito wa kilo 1000 kwa sababu sisi ni watu wa bahari. Lakini kuna shangazo kubwa kwa kuna mnyama ambaye hapatikani, yupo katika mitaa yetu. Ndipo ilipotokea Madina, alfili, alfili, ndovu, jamani, ndovu. Imam Malik yuko Raudha. Raudha ndo pahala pake alipokuwa akisomesha darsa Muwatta. Wakati anasomesha wanafunzi, zile kelele zikapenetrate mpaka chuoni. Wanafunzi wakasikia kuna tembo, wakatoroka katika klasi, wakamwacha mwalimu. Wote wanakwenda kuangalia tembo yuko vipi, ndovu yukoje. Wakamwacha mwalimu na mtoto mmoja au kijana mmoja yuko mbele ya imam. Lam yataharrak, lam yuharrik sakinan, yeye hajaondoka. Wote wakatoka.
Malik akashangaa, akamuuliza, wewe kwani ushaona tembo huko kwenu? Anambia, sijaona tembo. Sijamuona ndovu? Sijamuona. Lima lam takhruj kama kharaja ashabuka litara alfil, mbona hujaenda kama wenzako walivyotoka hapa kwenda kumuona tembo? Isma'u ila jawabi hadha alfata hadha tilmidh, sikilizeni jibu lake kumjibu mwalimu alipomuuliza, kwa nini na wewe kwenda na wenzako? Akasema, ana jitu ila huna liandura ilaik liastafida min ta'lim alahadith liastafida min akhdh alahadith min ana ma jitu huna li ara alfi, mimi nimekuja hapa nikuja kusoma hadithi, ni masoba, sikuja hapa kutizama tembo, ndio maana sijaondoka. Kilichonileta hapa ni hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Ulama wa tarikh wanasema huyu mtoto, huyu kijana alikuwa akiitwa Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi ni mmoja katika wapokezi wa kitabu kinachoitwa Al-Muwatta. Al-Muwatta ni kitabu kikubwa, bali cha kwanza hata kabla Sahih al-Bukhari na Muslim, cha hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Sasa Muwatta ina riwaya nyingi, imepokelewa na wanafunzi wengi, lakini iliyokuwa imebarikiwa kuliko zote ni riwaya ya huyu kijana anaitwa Yahya ibn Yahya al-Laythi, aliyeonyesha msimamo kwamba sina haja ya kwenda kutizama tembo, nataka kutizama sura yako, nisikilize hadithi. Wenzake wametoka, iliyobarikiwa. Na ndio madhhabi ya Imam Malik katika Maghrib, Aljazair, Tunus, huko kote. Huyu bwana kazi yake Yahya ibn Yahya al-Laythi. Kisa hiki alikitoa kwamba maana yake, nyinyi mmekuja kusoma na hapa mmekuja kusoma, lakini kuna mambo mengi, hususan mji wenyewe ni mji wa Mombasa. Wanasema wale watu wa Mombasa, Mombasa raha. Sasa ikiwa mmekuja kusoma, yatatokea mengi ndani ya kusoma, kutakuwa kuna kusoma mambo mengine. Kwa hiyo mustrike katika jango la kusoma, kwa sababu tembo na ndovu ni wengi. Kisa hiki unaweza ukakichukua katika kila jambo kubwa mbele yako, na hii ndio uzuri wa kusomeshwa na walimu. Man dakhala fil ilmi biduni muallimin dakhala fihi wa kharaja kama dakhal. Kama mtu hana mwalimu wa kumsomesha, akaingia katika milango ya elimu akajisomesha mwenyewe, akaanza kufuatilia elimu mwenyewe kwa mwenyewe, na wapo wengi sema ana sanatu nafsi binafsi, mimi nimejitengeza mwenyewe. Na wengine wanasema mimi sina mwalimu, mimi nimejitengeza mwenyewe kwa mwenyewe, nimejisomesha mwenyewe, kila kitu nimejifanyia mwenyewe. Basi utajisomeshaje mwenyewe? Ndipo pale tartakibul hamaqat. Kuna kisa ni taalim, ni mfano wa bilmithali yattadhihu almaqal. Wa hawa wenye kuingia katika masomo bila ya mwalimu ni mfano. Anasema mtumishi wa ndege aliona katika ndege kijitabu cha namna ya kufundishwa upilot. Mtu yeye kazi yake ni kusafisha tu, anasafisha hapa, anapiga nini hapa. Kuna kijitabu kile kimeandikwa, ukitaka kuwasha injini ya ndege bonyeza kitufe hiki hapa. Akakiangalia kipo, akabonyeza, injini ikataharaka. Ukitaka ndege ianze kutembea, kuaccelerate, bonyeza hiki hapa. Akakibonyeza, ikaanza kwenda. Asida, kumbe kuendesha ndege ni rahisi sana. Maneno mengine anambia, ukitaka iruke sasa bonyeza hiki hapa. Akabonyeza, ikaruka. Akapekua ukurasa, anambia sasa ukitaka itue, tafuta kitabu kama hiki katika library jirani nawe. Iko juu,
anaambiwa atafute library jirani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasema huu ni ubaya wa mtu hata kama ni smart kiasi gani kujisomea mwenyewe kwa mwenyewe. Tafuta mwalimu akuelekeze, akusomeshe, akufahamishe, atakunyanyua, atakukanya, atakuambia hili japo ni zuri kiasi gani usiliseme. Visome vichwa vya watu unaowaambia maneno, soma pia alama za nyakati, angalia pia na mazingira, angalia pia pamoja na mazingira mazingara. Maana kuna mazingira na mazingara, kuna environment na what is happening in environment. Yote haya talibul ilmi au mwenye kutafuta elimu au mtu mwenye busara anayasoma, anaona hili lingawa zuri, lakini natakiwa lisubiri, si wakati wake. Ili hapa ndo wakati wake hasa, ili japo nimechelewa, lakini something is better than nothing. Yote haya anayasoma, anayaona, anapata kufunguliwa na fatha inapatikana. Akhi alislam, kembo au ndovu sio katika masomo tu. Ndani ya Ramadhani ambayo imebaki siku chache tuingie, kuna ndovu wengi andao hayo malipo uliotangaziwa na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume yanaweza yakawa si chochote. Hukufaulu, hukufanikiwa, hukuyapata au umeyapata, lakini yameanza kudokolewa na kuchujwa mpaka yakawa sawa sawa na nakini petoto kupata, kwa sababu ya wale trembo na ndovu wanaopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo nakusihini ndugu zangu, ikdharul fiyala, tahadharini na ndovu ambao wapo katika mwezi wa Ramadhani, wasije wakawapoka na kuwanyang'anya thawabu zenu za saumu. Mtume anasema man sama yawman wahidan fi sabilillah ab'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Mwenye kufunga siku moja tu kwa ajili ya Allah, Allah humwepusha uso wake na moto kwa mwendo wa kadri ya miaka 70. Siku moja. Basi hii inaweza ikatiwa dosari na ndovu wa Ramadhani. Mtume anasema man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga Ramadhani akitaraji thawabu na akiwa na imani thabiti, anasamehewa madhambi yote yaliyotangulia. Ili pia linaweza likatiwa dosari na ndovu wa Ramadhani. Mtume anasema man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayesali salat tarawih ndani ya Ramadhani imanan wa ihtisaban, atasamehewa madhambi yake. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akisimama kisimamo cha lailatul qadri imanan wa ihtisaban, haya pia yanaweza yakatiwa dosari na ndovu wa Ramadhani. Idharu fa inna fi ramadhana tiyala. Hadhari, ndovu wapo na ndovu wa kwanza television na movie na sinema mbalimbali. Ukasema labda eti unaibembeleza kaslia njaa au saumu. Bwana, ili saumu isikupige, tafuta kitu kinaitwa Netflix au chochote kile ambacho kimo katika mitandao, YouTube zilizojaa movie baada ya movie, sinema hii baada ya sinema hii. Ukitamaka tu Allahu akbar, Allahu akbar, nenda zako kapige bajia zako pale na juisi zako, saumu ya kwanza imekwisha, subiri ya pili. Lakini kabla ya pili, usiku kucha unaunganisha mchana na usiku na ndovu anaitwa television. Na haiwi kwamba tunamharamisha ndovu huyu moja kwa moja, kwa sababu ana manufaa yake na ana mabaya yake. Moja katika manufaa yake
Ni vitu vya kheri vinavyotangazwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuna watu wako mbali na misikiti, hawezi wakahudhuria durus, basi wanaweza wakafungua kwa ajili ya sehemu ambazo wanapata zile durus za saum na khair mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikatumika katika, kwa sababu kuna advantage na disadvantage katika mambo. Kwa sababu huyu ndovu ukimtumia hivi vibaya, saumu yako hata kama itaswihi na kukubaliwa, lakini maksi zake zitakuwa chache sana, na pengine iwe zero kabisa. Ihdharu, na kupeni tahadhari ndugu zangu, na kujipa tahadhari nafsi yangu na ndovu huyu wa kwanza anaitwa television, TV na redio wake, tembo mdogo na mkubwa. Na redio vile vile unaweza ukaingia katika channel 24/7, ni music tu, hakuna kheri hata moja. Basi kuwa wewe ni amiru nafsik, fungulia katika vitu ambavyo vinaendana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, vitu ambavyo vinakuboost. Na kama una channel zako ulikuwa unazisikiliza na kuzitizama haziendani, basi kama uwezi kuziacha mwaka mzima, ziache katika kipindi hiki, na inshallah utazoea, utaziacha katika umri wako wote. Usiharibu Ramadhan kwa tembo huyu. Ndovu wa pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, yupo ndovu anaitwa kitanda. Kuna watu wanalala kuanzia asubuhi mpaka jioni non-stop, haamki hata kwenda kusali, angalau akarudi tena hafanyi, yeye analala tu. Kwa nini jamani? Mimi huwa siwezi kufunga, ili niweze kufunga basi siku yote ile niimalizie kulala tu, naamka dakika 5 kabla ya adhana ya maghrib ndo nakwenda msikiti. Huyo naye ndovu vile vile. Haupati wewe wakati wa kufanya mazuri, wewe unalala tu. Wewe utafanya kitu gani? Dhikri ziko wapi? Qiraatul Qur'ani iko wapi? Darasa ziko wapi? Ufanya kheri yoyote, wewe unalala tu. Huyo ni aina ya ndovu atakayekupoka mathawabu yako ambayo yanatarajiwa kupatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ndovu wa tatu anawahusu kina mama na hata kina baba, anaitwa jiko. Mwanamke anakuwa bize kwa kupika tu na kuandaa iftari. Ndiyo tunatakiwa tule, tunatakiwa tuftari, lakini sio kiasi kwamba wewe kuanzia asubuhi mpaka jioni uko jikoni tu, hakuna swala, hakuna dhikri, hakuna qiraatul Qur'an. Mama zetu, inatosha chakula kimoja viwili kwa ajili ya kubadilisha ladha ya vyakula na kufurahia, sio vyakula 10, na hivyo vyote nusu yake au robo tatu kesho tutavikuta katika mapipa ya takataka. Kupika pikeni ndiyo, kuandaa andaeni ndiyo, lakini mwende na wakati, mujue kuna wakati wa kuswali na kusoma Qur'ani na kupika. Hivi ni vitu muhimu sana. Bila ya hivyo jiko litakuwa ndovu katika ndovu wanaotupoka thawabu zetu. Lakini ndovu mwingine ni ndovu wa tasawuk, wa kwenda katika shopping malls. Hapa kwetu pia zipo mall chache ambacho wanawake wanarundikana kule, lakini katika miji iliyoendelea unaweza ukaingia humo masaa 9 hujatoka, upo tu unaangalia. Saa nyingine kuna shopping na shoofing, una shop saa nyingine una shuf tu unaangalia, unapata jununi ya kuangalia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, window shopping. Kwa hiyo pia hii inaweza ikapelekea ikawa ni ndovu mkubwa katika mwezi wa Ramadhan. Wewe kila ukicha unakwenda shopping hii, unakwenda kuangalia hii nini, eti unatafuta sikukuu. Sikukuu yenyewe hata bado Ramadhani ya kwanza na ya pili, na hapo ikiingia Ramadhani ya 15 na kuendelea ndo kabisa shopping siku na mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Majalis ya ghiba na mlima, kusengenya tu na kutaja aibu za watu, na pengine kushughulika na keram na vitu vingine vya michezo. Wanasema tunaibembeleza swaumu. Hawa ni ndovu ambao, ndugu zangu, na watahadharisha na kujitahadharisha na nafsi yangu, wasije wakatuibia thawabu zetu zinazotarajiwa
katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.